Bwana Yesu Kristo asifiwe. Nataka leo tuzungumzie kitu kimoja. Je, mlokole au mtu aliyeokoka anatakiwa kuvunja maagano? Kuvunja maagano ya mababu au kuvunja maagano ya dhambi au kuvunja laana zinazofuatilia zile laana za ukoo. Imekuwa kama vile ni trendi sana kwenye makanisa sasa hivi. Unaokoka unaambiwa sasa process inayofuata ni kwenda kuvunja maagano. Lakini ni kweli, nataka nikwambie kwamba hakuna process inayofuata baada ya kuokoka inayoitwa kuvunja maagano. Maana maandiko yanasema ya kwamba mmeokolewa kwa neema, wala sio kwa nguvu zenu, bali ni kwa uweza wa Mungu, na wala sio kwa matendo yenu, ili mtu yeyote asije akajivuna kwamba nimefanya juhudi za kuvunja maagano ndio maana nimeokolewa. Huwezi ukamwambia mtu ameokoka alafu ukamwambia kwamba hajavunja maagano, kwa hiyo anatembea kwenye laana. Kama huyu mtu ameokoka na ni mwenda mbinguni hakuna waliolaaniwa. Sasa je, kuna process ya kwenda mbinguni inayoitwa kuvunja maagano? Process ya kwenda mbinguni inaitwa kumkubali Bwana Yesu Kristo kama Bwana Mwokozi wa maisha yako na kuyaacha yale mambo yako ya kale. Maandiko yanasema mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita, hata sasa amekuwa kiumbe kipya. Sasa unamwambiaje mtu kwamba ya kale hayajapita na kati yuko ndani ya Yesu? Hakuna process kama hiyo. Hiyo ni kwa wachawi tu ndio inafanya kazi. So make no mistake kwamba hiyo process ya kuvunja maagano ukiwa unamhubiria mpagani sawa, kwa sababu kuna maagano ambayo walikula wale wazazi wake, na ndio maana bado anafuatiliwa na ile laana. Anaweza akazaa watoto walemavu ama anaweza akawa katika hali fulani mbaya. Lakini mtu ambaye yupo ndani ya Yesu Kristo, Biblia inasema kwamba amekuwa kiumbe kipya na ya kale yote yameisha. Soma Waefeso 2 kuanzia ule mstari wa 8 hadi 9. Umeokolewa kwa neema, wala sio kwa nguvu ya matendo yako, wala sio kwa nguvu ya nafsi yako, wala sio kwa juhudi yako ya kuvunja maagano. Kwa sababu huwezi ukasema kwamba mtu ameokoka na anaenda mbinguni na amefungwa na maagano ya mababu. Biblia inasema awekwaye huru na mwana wa Mungu amewekwa huru kweli kweli. Uhuru tulionao ndani ya Kristo hauna mipaka fulani kwamba eti sasa kwa sababu wewe ulikuwa umetoka kwenye familia ya uganga lazima uvunje maagano ya uganga. Ukisha kuwa kiumbe kipya ndani ya Kristo, uganga wewe hauhesabiwi kama ulikuwa mganga. Biblia inasema nitasahau maovu yao, nitayafuta na kuyasahau kabisa. Hakutakuwa. Mungu wetu sio Mungu wa masihara kwamba atasema kwamba amekuokoa alafu mwisho wa siku arudi nyuma aseme no, kwa sababu wewe ulikuwa mganga unatakiwa uvunje maagano ya uganga. Maagano ya uganga yanavunjika ukisha mkiri Yesu Kristo na ukiwa ndani yake. Ukimpokea Yesu akiingia ndani yako, wewe tena sio mganga wala sio mlozi.